Fundamentals. Kwenye upande wa recorded video sijapata mtu yote ambaye ana complain kwamba zinafungwa, inampa shida. Nadhani itakuwa upande huo pako vizuri. Kwa hiyo jana tuliona kwa upande wa interest rate ambao ni forms, tukaona upande mwingine wa CPI na tukaona upande mwingine. Ni hizo tu nadhani ambao tumeziangalia siku ya jana, CPI and interest rate, ama kuna nyingine? Hapana, nadhani ni hiyo. So today nataka tuende kwenye news nyingine ambayo ni NFP. Before NFP tuende na hii hapa PPI. Ni news muhimu sana kuifahamu kwa trader, japokuwa kama ulielewa vizuri kwa upande wa inflation, basi na hii PPI haiwezi kukusumbua. What is PPI? PPI kirefu chake inaitwa price, kirefu cha Producer Price Index. Producer Price Index, ambayo ni kifupi chake ndo inaitwa PPI. Sasa tuliona kwenye upande wa CPI. CPI yenyewe kama mnakumbuka definition inaitwa Consumer Price Index. Inatofautiana tu hapa. Huyu ni consumer, huyu wa chini PPI ni producer. Maana yake ni nini? Hizi zote wanakuwa na measure inflation, lakini kwa upande wa CPI ina measure for the final user ama for the final consumer. Kama jana tulivyosoma kwamba wanapotuma hii CPI ni indicator ambayo ina measure price change kwa upande wa nini? Kwa consumer, kwamba kama ni sukari mfano, wanapima ile price ya mwisho kwamba mimi na wewe tunapoenda dukani kununua sukari bei yake inakuwaje, mfumuko wa bei unakuwa ni mkubwa ama unakuwa uko chini. Lakini inapokuja kwa upande wa PPI, kama ilivyo hapa producers, kwa hiyo ina maana hii ni indicator ambayo inakuwa ina measure price change, indicator ambayo ina measure price change goods and services that domestically producers receive. Maana yake nini? Kwamba hii ni indicator ambayo inakuwa ina measure ya price change ya goods and services ambao domestic producer wanauza ama wanapokea. Kwamba kwa mfano producer ni kiwanda kinakuwa kinapokeaje zile bei, kwamba ama kinauzaje zile bei kwenye upande wa nini, wa goods and services, kwamba wanapokuwa wana produce goods wanaziuza katika price ya namna gani, iko high ama iko low. Lakini hii ina include nini? Ina include food and services, food and energy, food and energy. Kwa hiyo ina maana indicator hii yenyewe ina base kwa upande wa nani, wa producers, sio consumer. CPI ina measure kwa upande wa consumer, final users ama final consumer, ambao ni watumiaji wa mwisho wa bidhaa ama service. Lakini hii PPI yenyewe inakuwa inahusiana na kumeasure price za producers, kwamba level ya viwanda au wanauza katika price ya namna gani. Kwa utofauti wao upo hapo tu, kwamba huyu wa kwanza CPI ana measure kwa upande wa consumer, huyu ni kwa upande wa producers. Wote wana include food and nini, food and energy. Kwa hiyo utakavyo tulivyojifunza siku ya jana namna ya kujua direction kwa upande wa CPI, same thing kinaenda kuhappen kwa upande wa nini, wa PPI. Hata ukiangalia kwenye news za PPI utakutana na ile ambayo imeandikwa core PPI. Core PPI, si unakumbuka hii core PPI? Tulikutana na jana kitu kinaitwa core CPI, utakutana nayo hii. Ina maana kama ukikutana na hii core CPI inakuwa inasema nini? Exclude food
and energy. Hivi hapa sijui mnakumbuka tulisoma jana mbili, kwani PPI, CPI afu tukaja na core CPI. Tukasema hii core CPI inakuwa ina exclude food and energy. Kwa hiyo wanafanya ile indicator ama research yao inakuwa based kwenye services and goods, lakini inakuwa I include food and energy. Kwa hiyo PPI na CPI ni news ambazo zote zinakuwa zinafanana. CPI unakuta iko CPI, alafu kuna core CPI, alafu kuna CPI nyingine ya nini? Hii labda inaweza ikawa month to month, alafu ikawa ni year to year. Ukienda kwenye core CPI inakuta na yenyewe iko hivyo hivyo, kwamba ikawa ni PPI, alafu inakuwa na nini? Na data zake, na kuna core PPI ina data zake, na kuna nini? PPI nyingine. Sasa inaweza ikawa month ama ikawa ni year to year. Naomba twende tuione kwa haraka kwenye chati ni kuonyeshe. Ukiangalia hapa unakuja kuona kwamba hii ilikuwa ni tarehe 10 mwezi huu April 10. Tunaona hapa kuna nini? Kuna CPI. Huwa mara zote inakuwa inatangulia nini? Inatangulia CPI. CPI inaanza afu then inafuatia nini? Inafuatia PPI. Kwa hiyo next day ambao ni tarehe 11 ndio tunakuja kuona kuna PPI. PPI news yake yenyewe iko hivi kama hapa unavyoiona. Hapa zimetoka zikiwa ngapi? Zikiwa 2, lakini kuna wakati mwingine zinatoka zikiwa 3, ambayo nyingine hii ni month to month. Sasa kuna nyingine ambayo utakuta imeongezwa PPI labda year to year, kama ilivyo kwenye nini, kwenye CPI kwa hapo juu. Kwa hiyo na maana utaangalia nini, data zake, utakuja kuangalia data zake, direction ambayo kama jinsi tulivyosoma kwamba PPI ikipungua ama CPI ikipungua, Nasdaq ina buy, ikiongezeka Nasdaq ina sell. Same as kwenye hizo nini, kwenye currency ama kwenye USD. Ukishajua USD maana yake hata kwenye gold umefahamu. Kwa hiyo hapa tusipoteze sana muda, kwa sababu kama ulielewa vizuri CPI, same thing kinacho happen kwenye CPI kina happen pia kwenye nini, kwenye PPI. Jinsi tunavyo trade CPI ni hivyo hivyo, direction yake na PPI ina react same. Na msisahau jana ambayo niligusia kwamba unapokuta news ziko 2 kama hivi PPI ama ziko 3 mfano zimetoka wakati mmoja, usisahau kuangalia hizi data. Hakikisha hizi data zinatoa direction ambayo inafanya nini, inafanana. Ukiona zimepishana, kwa mfano hii ya kwanza imekupa direction tofauti, labda ikaja hapa ilikuwa expected ni 0.3, labda ikatoka 0.4, imeongezeka. Alafu hii ya chini yake unaona kama hapa hii zote zilikuwa zimekuwa predicted kushuka na zilifanikiwa kufanya nini, kutoa direction same. Lakini sasa hii ingekuwa imetoka 0.4 na hii ikatoka kama hivi negative, maana yake wangekuwa wanakupa direction ambazo nini, ni tofauti, kwamba kuna mmoja ana indicate kubuy na mwingine ana indicate kusell. Ukikutana na scenario ya namna hii, usichukue maamuzi ya aina yoyote sokoni, kwa sababu soko siku hiyo halitoweza kureact kwa namna nzuri, na inaweza ikakupelekea ukapoteza au ukapata hasara ambazo ungeweza kukwepa tu kwa kutoingia wapi, kwa kutoingia sokoni. Lakini ukikuta kwa mfano kama hapa data zilivyo kwamba zote zimeindicate ilikuwa ni 0.1 na waka forecast kwamba inaweza ikafanya nini, ikaongezeka, ilikuwa imetegemea itaongezeka 0.3 0.2 ya chini, lakini mwisho wa siku ikaja ni negative. Hii negative ina maana usije ukasahau, negative 0.1 ni 0.4 ni ndogo sana kulinganisha na 0.2. Negative 0.1 na kulinganisha na 0.3 ni ndogo sana kulinganisha na hii hapa. Maana yake BPI imefanya nini, imedrop. Lakini siku ya jana nilivyowaambia kwamba wakati mwingine lazima tuangalie na uongozi uliopo. Kwa mfano ilivyotoka CPI ya kwanza ambao ni tarehe 10 tulivyoona, even Donald Trump alizungumzia hiki kitu, aka tweet kwamba CPI inflation is low, kwamba inflation imedrop. Japokuwa hii news ya CPI and PPI zote zimegongana siku hii, ni karibu hiyo wiki kulikuwepo na tariffs ambazo ndo tariffs ya kwanza kutoka.
ambayo ilikuwa ni very strong kwa wiki hiyo. Kwa hiyo hii wiki ni kama hizi news zote zimekuwa hazina nguvu, yaani zimetoka tu basi, lakini tariffs ilikuwa imeshafanya nini, imesha cover kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo hata those investors wako na nini, wako na uoga na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hii wiki imekuwa last week na hii wiki bado kuna pressure ile ya nini, ya tariffs. Ndio maana unaweza ukaona kuna news inatoka. Kwa mfano unaweza ukaenda kwenye chati ukaangalia news ya CPI. CPI is the biggest news na tunaitrade ama tunaifuatilia kwa ukaribu sana. Unaweza ukafuatilia ukaona hata market haikureact kwa ukubwa sana, kwa sababu kulikuwepo na tension nyingine ambayo ishafanya nini, imeshakuwepo kwa wakati huo. Turudi kwenye ubao, tuendelee na news nyingine. Ukiwa haujaelewa usikae kimya. Ukiwa haujaelewa usikae kimya, ili tuweze kueleweshana vizuri. Muhimu ni kuhakikisha kila mtu anaelewa vizuri. Tuende kwenye news nyingine ambayo ni NFP. NFP inatoka, hii ni news ambayo ni very common, ambayo hii inatoka kila Ijumaa ya kwanza ya kila mwezi. Kila Ijumaa ya kwanza ya kila mwezi, ambayo tunaweza kusema every Friday of each month. Sasa Kiingereza ni wakati mwingine ni rahisi kuandika, nikitaka niandike Kiswahili sentensi unakuta inakuwa ndefu sana. Na rahisisha kuweka maneno kifupi. Hata nikichapia hapo utanicorrect tu, kwa sababu hii lugha tumejifunza wote. NFP, hii ni news ambayo inatoka kila Ijumaa ya kwanza, every first Friday. Hapa nimesahau, first Friday ya kila mwezi. NFP ni news mojawapo ambayo inatoka kila mwezi kwa mwaka mzima. Yaani January inatoka wiki ya kwanza, February inatoka wiki ya kwanza, March inatoka wiki ya kwanza, April wiki ya kwanza, Ijumaa ya kwanza. Kwa hiyo mpaka mwaka wote unaisha, NFP inakuwa inafanya nini? Inatoka. Kwa hiyo usije ukaiona kama ni news ambayo labda kama zilivyo CPI. CPI haitoki kila mwezi. Unapozungumzia interest rate haitoki kila mwezi. Wanaweza wakatoa leo interest rate mwezi huu, next month wasitoe, wakaja wakatoa tena after 2 months. Kwa hiyo ndo ikawa katika namna hiyo. Na kumbuka interest rate wanakaa vikao vingapi? 12, kama walivyo wanakaa vikao 12 kwa mwaka mzima. Kwa hiyo they decide kwamba tutatoa hiki, tunatoa hiki. Sasa hivi hali ilivyo, kwa hiyo hauwezi kuitoa kila mwezi, lakini hii NFP inatolewa kila Ijumaa ya kwanza ya kila mwezi. Hata kama mwezi umeanza labda ni Jumaa, labda Alhamisi, mfano Thursday ndio imeanza tarehe 1, ile tarehe 2 ambayo ni Friday watarelease nini? NFP. Ni news ambayo ni muhimu na ni very common. Hii news inaleta effect kwa upande wa USD, lakini inaleta effect kwa upande wa gold, inaleta effect kwa upande wa Nasdaq and the USD 30. Sasa what is NFP? NFP kirefu chake tunaita NFP kirefu chake ni inaitwa non-farm payroll. Hii ni ERO payroll. Hii ni farm ya shamba, non-farm payroll. Lakini kwenye kalenda wakati mwingine unakuta wamekuandikia non-farm payroll, ama wanaweza wakakuandikia hivi non-farm employment change. Usije ukadhani ni kitu tofauti. Kuna wakati mwingine wanakuandikia non-farm payroll ama non-farm employment change. Kwenye kalenda yako ya Forex Factory unaweza ukatumia mojawapo kati ya hiyo ya kwanza ama ya pili. Yote inakuwa inamaanisha nini? NFP. Usije ukaona ni kitu ambacho ni tofauti. Na hii ni data ambayo ama ni indicator ambayo inatoa statistics za kazi kwa ajira mpya ambazo zimetoka, lakini inakuwa inakuwa inatoa ni indicator. Ngoja niandike hapa, ni indicator, andika kwa ufupi, ambayo inakuwa released
inakuwa released ama ina provide number of paid worker, ina indicator that provide total number of workers in US economy. In US economy, but ina exclude, ili neno ina exclude usilisahau, ina exclude government employee or workers, lakini ina exclude pia private household employee ama workers, afu then ina exclude pia ambao ni non-farm ama NGO au wafanyakazi wa NGO. Kwa hiyo wafanyakazi wengine wote waliobaki wanakuwa wanahusishwa, lakini inakuwa government employee inakuwa inawaondoa, private household inakuwa inawaondoa, na kwenye NGOs inakuwa inawaondoa, ama non-profit organizations inakuwa inafanya nini? Inawaondoa. Kwa hiyo ajira zingine zote ambazo zimebaki inakuwa inafanya nini? Inazionyesha kwamba kama mtu hajaajiriwa kwenye government ama hajaajiriwa kwenye hizi private household ama hayupo kwenye NGO, wanakuwa wanatoa. Kwa hiyo kama kuna hizi government, kuna private companies na vitu vingine wote ambao wamejiajiri, ama mtu yoyote mwenye kuingiza kipato ama kufanya kazi sehemu yoyote ile na akaingiza kipato, hii NFP inakuwa inafanya nini? Inakuwa ina include statistics hiyo, japokuwa hai include mtu anayefanya kwenye NGO ama aliyeajiriwa serikalini ama kwenye hizi private house. Kwa hiyo hii data inapokuwa inatoka inakuwa inaonyesha kitu gani? Kwa sababu ishazungumzia number of employee, na hapa imezungumzia nini? Kwa neno jingine tunasema imezungumzia employment, imezungumzia ajira, kwamba ni ajira ngapi zimeongezeka ama ni ajira ngapi zimepungua. Kwa hiyo tunapozungumzia NFP ni sawasawa na kuzungumzia masuala yanayohusiana na nini? Na ajira. Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba ajira zinapoongezeka kwenye nchi fulani, kama kwa upande wa USD, mfano upande wa USD, ina maana tutakuwa na watu wengi sana ambao wana mzunguko. Kama ukisema kwamba watu wengi sana sasa hivi wana fedha ama wana kazi, maana yake ni nini? Hii USD itakuwa under ile purchasing power ya USD itakuwa iko kubwa, watu wataweza kuwa na purchasing power, wataweza kununua vitu, wataweza kufanya nini. Kwa hiyo obvious NFP ikiwa high ama ikitoka higher, maana yake huyu USD anakuwa ni nini? Anakuwa strong. USD anakuwa very strong. Kwa hiyo ina maana kama ungekuwa una trade labda pair, mfano labda USD CAD, mfano hii ungeweza kufanya nini? Ungeweza kubai. Lakini kama ungekuwa una trade labda AUD USD, maana yake ungeweza kufanya nini? Ungeweza kusell, kwa sababu USD ni quote currency. Nakumbuka about quote, hapa USD ni nani? Ni base currency. Maana yake ni nini? Bila kuunganisha ile concept nyingine ambayo tuliona kwamba USD akiwa strong, ina maana ata attract so many investors, wataweza kuwa wana invest kwenye vitu kama ilivyo labda stock market ama kwenye bonds na vitu vingine. Wataachana nayo nini? Wataachana na mambo ya gold wata pool fund, kwa sababu tayari nchi economy ina watu wengi ambao wameajiriwa. Kwa hiyo investment wengi wanaweza wakaziweka labda kwenye stock market. Why stock market? Kwamba nchi ikiwa na ajira nzuri, ikawa na companies nzuri ambazo zinafanya vizuri, kwa nini investors wengi wanakimbilia kwenye stock market ama wanakimbilia kwenye bonds? Kwa nini? Ni kwa sababu nchi, kwenye stock market yenyewe imeundwa na companies ndio zinazokuwa hapa. Maana yake kama watu wana uchumi mzuri, na kumbuka company yoyote ile ambayo ipo hapa duniani itiweze inakuwa ina provide service ama ina provide product. Kwa kama tuna uchumi mzuri wa nchi na companies ndio ambazo zipo ndani ya stock market, maana yake hata performance of the company zitakuwa nini? Zitakuwa ziko strong. Kwa hiyo mimi nikiwekeza kwenye stock market ambayo ni strong,
ambayo ina company ambazo ni strong, return yangu inaweza ikawa nini, ni nzuri zaidi. Ndio maana unaona kwamba inapotokea uchumi wote wa nchi fulani ukawa uko very stable, currency ikawa iko stable, ajira watu wanazo nyingi, ile sehemu ni rahisi sana kutengeneza mamilionea, ni rahisi sana kutengeneza mabilionea, kwa sababu watu wengi watainvest kwenye bond, watu wengi watainvest kwenye stock market, watu wengi watainvest kwenye vitu vingine kwenye companies moja kwa moja. Kwa mfano labda hivyo Apple ama ilivyo Tesla, labda kwa mfano hapa Tanzania vijana wengi sana tukiwa na pesa, tukawa na mzunguko wa pesa, ama watu wengi wakawa na mzunguko wa pesa, even the bank itself, labda CRDB ama NMB, watapata wateja wengi sana, kwa sababu watu watakuwa wanaenda kuchukua mikopo kwa ajili ya biashara, watu watakuwa wanaenda kufungua account kwa ajili ya kuweka pesa zao, watu watakuwa wanaenda kununua hisa za CRDB ama NMB, watu watakuwa wanaenda, activities hazitofanya nini, hazitoisha ndani ya benki, na ndio ukuaji wa benki unaoanza kuwa mkubwa. Ndio maana unaona nchi ambazo zimeendelea sana ziko na giant banks, zina benki ambazo ni kubwa sana, ambazo zinaweza kukopesha kwenye mataifa mengine ya Kiafrika ama ya nchi zingine, labda Amerika ya wapi na sehemu nyingine, kwa sababu tayari wana sehemu ambao wana uchumi ambao ni mzuri. Kwa hiyo USD ikiwa strong because of employment, maana yake gold ni kama vile inafanya nini, price inakuwa iko low, kwa sababu investors watapull ile fund na kuipeleka kwenye mambo mengine kama stock market ama kwenye bond na vitu vingine ambavyo vinaweza vikazalisha profit. Kwa hiyo gold somehow inaweza ikafanya nini, ikakosa nguvu ama price ikadrop. Na hapa tunaona kama USD tayari imeshakuwa strong because of NFP, na tunafahamu kwamba SAU USD, gold inakuwa traded against USD. Maana yake ni nini kinachoenda kufuata hapa? Gold tutafanya nini? Tutasell. Ikiwa NFP imekuwa high, gold tuna sell. Ikiwa NFP imekuwa high, gold tuna sell. Ikiwa low, gold tuna buy. Naomba ni delete hapa nipate nafasi. Ikitokea kwamba NFP imekuwa low, NFP low, kwa upande wa USD tunafanya nini? Tuna sell. Lakini NFP hii ikiwa low, kwa upande wa gold tuna buy. Mpaka hapo nadhani utakuwa umenipata vizuri. Sasa twende kwa upande wa NFP, kwa upande wa Nasdaq. Mpaka sasa hivi kwa mtu ambaye ameelewa vizuri, kwa upande wa Nasdaq aishatengeneza concept, kwa sababu kama watu nimeelezea hapa before, kama watu wengi wana ajira, watainvest kwenye stock market, watainvest kwenye companies na vitu vingine. Kwa hiyo watapelekea hii Nasdaq ambayo moja ya stock market, stock exchange ambayo itakuwa nini, itajikuta iko strong. Kwa hiyo ikiwa strong maana yake ni nini? NFP data zinapotoka. Yes, hapo umesema NFP ikiwa high gold tuna sell ama ikiwa low? Ikiwa NFP ikiwa low, anzia hapa. Yaani ukichanganya, ukiona unachanganya sana, anzia hapa kwenye USD, concept ya USD kwamba USD ikiwa strong, NFP ikiwa strong, ikiwa high, USD tunafanya nini? Tuna buy. Sasa ndio kwa upande wa SAU ama gold. Hii SAU unakumbuka? SAU ni Latin word ambayo ina represent gold ama ni maana ya gold. Tunakuja hapa kwamba gold inakuwa traded against USD. Kama USD imekuwa strong, ni kitu gani ambacho kinaenda kutokea? Maana yake kwenye gold, NFP ikiwa high, kwenye gold sisi tunafanya nini? Tuna sell. Kama utaona zile concept ambazo nimekutajia zinakuchanganya, wewe just trade hii hapa USD against gold na utakuwa umepata jibu. Maana yake kwa upande wa NFP ikiwa low, kwa upande wa USD tuna sell, lakini kwa upande wa gold tunafanya nini? Tuna buy ikiwa low. Nimekupata mwalimu, nimekupata. Yeah, sawa. Tuende kwenye upande wa Nasdaq. Maana yake ni nini? Kwamba NFP ni data za employment ambazo watu wengi wakiwa na ajira wataweza kuwekeza kwenye stock market, wataweza kuwekeza kwenye bonds, wataweza kuwekeza kwenye vitu ambavyo labda companies
ambazo ni moja moja, labda kama hapa ingekuwa ni Tanzania ungekuta mtu amewekeza CRDB, amenunua share, amewekeza, amefungua account pale CRDB, amefanya activities, amechukua mikopo pale, kwa sababu ana mzunguko wa kifedha. Mzunguko wa kifedha ukiwepo, mtu anaweza akafanya hivyo vitu vyote kama anao yeye binafsi, mzunguko wa pesa anao. Kwa hiyo hiyo vitu vyote vinasababisha ile stock market ya nchi fulani inakuwa very strong. Kwa mfano kama hapa DSE, uchumi wa Tanzania ukija kukua kwa mtu mmoja mmoja, unaweza ukakuta DSE imeshakuwa kubwa sana, kama ilivyo labda stock exchange zingine, kama ilivyo New York Stock Exchange, ama ilivyo Nasdaq Stock Exchange na zingine ambazo ni very very strong. Ndio maana unaona hata the more company inavyo grow inajitahidi kuwa registered kwenye stock exchange mbalimbali. Kwa mfano NMB tumeona ameenda wapi? Ameenda London Stock Exchange. Maana yake hata mtu NMB ni rahisi kupata investors from nani? From London, from UK, wakaja kuinvesti NMB kwa sababu tayari yuko registered pale. Tayari itafika wakati tunaweza kuitrade NMB. Itafika wakati NMB itaweza kuwa big because imeingia kwenye stock exchange ambao nini? Ni kubwa, ambayo inaweza kaenda hata kwenye stock exchange zingine. Hata companies nyingi zikiwa hivyo, maana yake tutaitengeneza hata stock exchange yetu ya ndani inaweza kuwa very strong. Lakini hivi vitu vyote ili vitokee, tunahitaji watu wengi wenye pesa, tunahitaji millionaires wengi kwenye nchi, tunahitaji billionaires wengi kwenye nchi kuweza kustimulate vitu kama hivyo. Kwa hiyo ajira ikiwa kubwa, maana yake, kwa sababu hii ni stock exchange, maana yake ajira zikiwa kubwa, maana yake Nasdaq itakuwa very strong, na ikiwa strong, maana yake tutafanya nini? Tutabuy. Kwa hiyo high NFP kwa upande wa Nasdaq tunafanya nini? Tunabuy. Low NFP kwa upande wa Nasdaq tuna sell. Sasa hapa Nasdaq inaenda pamoja na nani? Na US 30. Siwezi kuzielezea zote kwa pamoja ama separate kwa sababu concept ni hiyo. US 30 na Nasdaq. Tutakuja kuiona utofauti uliopo kwenye Nasdaq na US 30 tutakapoanza kusoma kwenye namna ya kuielewa vizuri kwa undani. Ndio tutakuja kuona utofauti. Lakini vitu kama hivi, hizi news unakuta iki-indicate Nasdaq ina buy, basi pote wanakuwa na buy. US 30 wana buy na Nasdaq ina buy. Mpaka hapo nadhani tutakuwa tuko pamoja kwenye upande wa NFP. Hapo nadhani tuko pamoja. Sasa hapa kwenye NFP naomba niongeze news inaitwa Initial Jobless Claim. Hii inatofautiana kidogo na NFP. Inatofautiana vipi? Kwa Marekani wana watu ambao wanaita watu ambao wanaweza wakaprovide wakapewa service for free. Mfano labda kama health. Kuna Obama alikuwa ana kitu kinaitwa Obamacare. Kama mliwahi kusikia hii. Hii ilikuwa imewatazama watu ambao maybe hawana ajira, hawana vipato, hawana sehemu ajira, lakini imetazama pia wazee, imetazama watu ambao hawajiwezi, kwamba huyu mtu ambaye anaweza kaingia katika Obamacare ni mtu ambaye anaweza akawa ana ajira, ajiwezi. Kwa hiyo kama ni mambo ya health, labda health insurance anaweza akapata bure, matibabu mengine ambao ni anapata for free, lakini pia wanaweza akawa wanampa pesa za kujikimu. Hapa Tanzania nadhani tuna nini inaitwaje ile ambao wanagawa pesa kwa ajili ya watu wa chini sana, wale unakuta familia wameziregister, wanakuwa wanawapa pesa. Sikumbuki ni shirika gani kwa jina, lakini nadhani ilipo mpaka sasa hivi inaendelea. Wanakuwa wanapita kwa TASAF. Kwa mfano hapa Tanzania tuna hii TASAF. Unakuta wanakuwa wanatafuta wale watu ambao hawana, yani kama ni umaskini ambao ni mkubwa, wanajiregister katika TASAF na unaweza kawa wanafanya nini, wanawapa kama ni insurance ama kama ni vyakula labda ama pesa ya kujikimu, wanakuwa wanawapa. Sasa Marekani na wenyewe wana kitu kama hiki ambako labda kama ni wazee wanakuwa mnaingia registered
then mnakuwa mnapewa kiasi fulani cha kujikimu, labda kama ni dola kadhaa mnakuwa mnapewa, kama ni dola fulani mnakuwa mnapewa, ama kama ni insurance mnakuwa mnapewa ya matibabu na vitu vingine. Sasa hili ni grupu ambalo inakuwa ni data ambazo zinakuwa zinatolewa kila mwezi. Kwa mwezi zinaweza zikatoka mara 2 mpaka 3 times pa mwezi, kwamba watu ambao maybe labda wamepoteza ajira kwa mambo fulani fulani, ama wakati mwingine amezeeka, labda ana kazi. Kuna wakati mwingine mtu labda amefikia wakati wa kujitegemea, lakini hana kipato kwa sababu fulani fulani, wanamuingiza katika hiyo nini, katika hili grupu. Sasa hilo grupu likiwa linapokea watu wengi ambayo kwamba likiwa linapokea watu wengi ambao wanajiingiza huku, wanaingia kwenye ili initial jobless claim. Maana yake ni nini? Watu wengi, kuna uwezekano wakawa wanapoteza ajira. Kuna watu wengi uwezekano wakawa wanafanya nini? Wanapoteza ajira. Na hii huwa inatoka mara kila mwanzo wa wiki inakuwa inatoka, yani kila wiki utakutana na hii jobless claim, lakini mara nyingi from my experience huwa inatoka mara 2 kwa mwezi mpaka 3 times. Ni mara chache unakuta inatoka mara 4, wiki zote 4 inakuwa inafanya nini? Inatoka. Lakini miezi mingine unakuta 2 times ama 3 times per month. Lakini kuna mwezi mwingine unakuta inatoka mara 4. Japokuwa mara nyingi sana huwa ni mara 2 mpaka mara 3 kwa wiki, kwa mwezi. Kwa hiyo hizi data zikiwa zinakuwa ni kubwa, kwamba watu wanaoingia katika hii jobless claim wakawa ni wengi sana, ina maana ni sawasawa na kusema nini? Unemployment rate. Unemployment rate. Yani inakuwa haina tofauti, kwa sababu watu kama wanaweza wakawa hawana kipato, maana hii unemployment rate inafanya nini? Inaongezeka. So nini kinaenda kutokea hapa? Maana yake ni sawa sana kusema if unemployment rate ni kubwa, tukija kwa upande wa USD, tukisema unemployment rate ikiwa kubwa kwa upande wa USD, maana yake hapa ni weak nini? Weak economy. Kama watu hawana ajira, labda kundi la watu wengi wanaongezeka ambao hawana ajira, what do you expect? Una expect kwamba mzunguko wa kifedha unakuwa haupo, nchi inajaa na watu wanaotia huruma, kama vijana wengi nchi fulani fulani unakuta napenda sana umbea, pesa mfukoni hamna kitu. Kwa hiyo mnaishia kufanya nini? Kutia huruma tu mbele za macho, mbele za watu. Mwisho wa siku even the investor, hata kama ni wewe ungekuwa ni investor, labda unatamani kwenda kuwekeza kiwanda sehemu fulani, ukishaona kwamba unemployment rate ni kubwa kwenye nchi fulani, maana yake hata kama una bidhaa fulani, labda unaenda kuuza, labda kufungua kiwanda cha simu, hicho kiwanda hakiwezi kusogea, kwa sababu mwisho wa siku labda simu hiyo uiuze shilingi 50,000, na penyewe kama watu hawana ajira, bado hiyo wataiona ni nini? Ni kubwa. Bado hii pesa wataiona ni kubwa. Kwa hiyo ikiwa unemployment rate iko high, itatengeneza weak economy. Ikitengeneza weak economy, itatengeneza pia weak nini? Weak currency. Kwa hiyo kwa upande wa USD, if initial jobless claim is high, kwa USD tunafanya nini? Tuna sell. Lakini if unemployment rate ama initial jobless claim is low, kwa upande wa USD tunafanya nini? Tuna buy. Upande wa gold. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hapo kwa upande wa gold ushaelewa, kwa sababu una trade against if USD imekuwa ikiwa hapa ni high, if initial jobless claim ikiwa high kwenye upande wa USD tuna sell, ikiwa low kwa upande wa USD tuna buy. Sasa ikija kwenye upande wa SAU USD tunafanyaje? If ikiwa high, ni kitu gani kinaenda kutokea hapa? Ambaye ameshaelewa anaweza akatusaidia kwa haraka kidogo. Hapa kwa gold tunafanyaje? Hii initial jobless claim tunafanyaje? Ikiwa high gold tuna buy, si ndio? Ikiwa low tuna sell. Kwa hiyo maana yake umetrade against nini? Against USD. Lakini pia kwamba sababu nyingine iliyopo ni kwamba
nchi ikishakuwa na watu ambao hawana ajira wengi sana, wakati wakawa hawana ajira, maana yake hata company performance zinakuwa ziko weak. Even ukiinvest kwenye stock market, wakati mwingine inaweza isipay, kwa sababu hata hizo bonds wakati mwingine unakuta hizo interest wanazozitoa zinakuwa ziko chini, kwa sababu watu hawana ajira. Kwa hiyo investors watatafuta return kwenye sehemu ambako ni salama zaidi. Watakimbilia kwa upande wa wapi? Wa gold. Kwa hiyo kama watakimbilia katika upande wa gold, initial jobless claim ikiwa kubwa, maana yake au investor wataendelea kuinvest kwenye upande wa nani? Wa gold, na kuifanya gold iendelee kuwa powerful. Lakini initial jobless claim ikiendelea kuwa low, maana yake wataendelea kuwekeza katika mifumo ya kawaida hii, kama ilivyo stock market, ilivyo labda bonds na sehemu zingine watu ambao wanaweza wakafanya nini, ama investor wanaweza waka invest huko. Kwa hiyo tukija kwenye upande wa Nasdaq, same. Nasdaq ina companies. Initial jobless claim ikiwa high, maana yake kwenye upande wa Nasdaq we sell, ikiwa low kwa upande wa Nasdaq we buy. Hapo nadhani itakuwa nimeeleweka. Nasdaq tukishaisoma vizuri utaweza kupata picha nzuri sana sana sana. Sasa hivi unaweza usielewe vizuri, lakini utaweza kuelewa vizuri. Ama Nasdaq, hapa ni Nasdaq stroke USD 30. Hivi vitu viandike vizuri. Nakushauri, kama kwa sababu kuna watu wengine mpaka uambiwe mara mbili. Yaani hakikisha una sehemu ya kuandika. Hivi ni vitu ambavyo vinasahaulika. Na haimaanishi kwamba ukiandika hilo daftari lako utakaa unaiangalia miaka yako yote. Hapana, mwisho wa siku vinaingia tu kichwani. Yaani unajikuta unakuwa unafahamu tu kwamba hii kitoka hivi nafanya hivi, hii kitoka hivi nafanya hivi, hii kitoka hivi natakiwa nifanye hivi. Kwa hiyo isikupe shida ya aina yoyote. Twende tukaangalie hii. Nimetaka niunganishe hapo kwenye upande wa NFP kwa sababu zinataka kufanana. Naomba twende tukaione NFP yenyewe inakuwa kwa muonekano gani. NFP, naomba nikuonyeshe hapa NFP Jumaa ya kwanza Aprili ilikuwa ni hii hapa. Unaona inavyotoka inakuwa imeandikwa hivi. Kama sasa hivi walikuwa wameandika non-farm, kuna question okay. Hii ilikuwa imeandikwa non-farm employment change, lakini ikawa kuna nyingine news ambayo inaambatana na NFP ambayo inaitwa average hours earning, na chini yake panakuwepo na unemployment rate. Hizi ni news ambazo zinafuatana kwa wakati mmoja, zinakuaga ngapi? 3 news kwa wakati mmoja, ndio tunaita NFP. Kwa hiyo ukisikia NFP inatoka, unafahamu kwamba hizi news zinafuatana 1 2 3. Wakati mwingine hii inaweza isiwepo, lakini ni mara chache sana kukuta hii ya tatu isiwepo. Hizi wakati zote zinakuwa zinafuatana zikiwa 3 news. Sasa NFP ni hii hapa ambayo ya kwanza tunaitazama. Average hours earning. Hii nitaielezea na yenyewe inaambatana na iko ndani ya nani? Ya NFP, lakini kuna hii unemployment rate. Hakikisha hizi data zote zinakupa direction inayofanana. Yaani kama ni direction, mfano zote zikisema ni buy, iwe ni buy. Isitokee kwamba unemployment ikakwambia ni sell, alafu labda average earning hours ikakwambia ni buy, alafu ikasema sell. Hii news ya namna hii itakutesa sana. Ni vizuri usitrade kwa siku hiyo ikitoka taarifa za namna hii. Lakini kama imetoka hii ya kwanza ni sell, unemployment rate ikatoa direction ya kusell, na non-farm employment change ikatoa kusell, na average hour earning ikatoa direction ya kusell, basi huwa unafahamu kwamba siku hiyo itakuwa siku njema sana, na trader ukitrade utapata matokeo ambayo ni mazuri sana. Usipende kutrade data ambako zimetofautiana. Data kama zimetofautiana kwenye upande wa direction, usipende kutrade kwa siku hiyo NFP. Hata kama umejiandaa umeisubiri kwa wakati gani, just stay out of the market, kwa sababu hii ni biashara kama ilivyo biashara nyingine. Wafanyabiashara ambao wana uzoefu mzuri, kitu cha kwanza wanachokifikiria ni how to protect nini? Mitaji yao, au how to minimize hasara. Lakini mfanyabiashara ambaye ana experience mara nyingi huwa anawaza faida tu, kwamba nikifungua duka hapa
anaanza kufanya mahesabu ya kwenye daftari. Hapa nitakuwa nauza 2,000,000 pa siku times 30, na maana atakuwa kwa mwezi nitakuwa na 60,000,000 hapa, without kucalculate risk za biashara yake, without kuangalia ni namna gani atafanya. Hayo yote anakuwa ameignore. Ndio maana ndugu zangu ambao wameajiriwa maofisini wamepoteza sana mitaji yao kwenye matikiti ya kilimo cha matikiti. Ameona daftari huko, tikiti moja sio shilingi ngapi, akaenda akawekeza. Mwisho wa siku sasa hivi hata akila tikiti anahisi ni chungu sana, sababu amepoteza hela zake zote na mikopo juu. Sababu ukiwa unafanya biashara ukipoteza pesa, wewe unafahamu utadumbukia hata kwenye mikopo wakati mwingine. Biashara ndio ilivyo hivyo. Kwa hiyo hakikisha unapofanya biashara, kitu cha kwanza unachokifikiria how to minimize risk, kwa sababu are there. Yani hiyo ni kitu, hata kama utafanya biashara namna gani ina riski. Utawekeza hizo sijui UTT wanazokuambia, kuna riski zake. Ukiwekeza sijui kwenye hisa kuna riski zake. Ukiwekeza kwenye biashara ya kawaida hii ya kuuza labda kitu fulani ina riski zake. Kwa hiyo pote kuna riski. Even in forex kuna riski zake. Ndio maana tuna suggest ama tunasoma vitu kama risk management ili uweze kuminimize riski na kuwa maximize return yako ama profit. Sasa tuende kwenye hii news average hour. Yes. Mwalimu. Yes. Samahani, naomba urudie hapo ulipo. Hapa bado tuko hapa. Naomba nipe muda nimalizie hapa. Hapo kama nitakuwa sijakujibu utauliza hapa question. Average hour earning. Hii inaambatana na NFP. Average hour earning. Hii wanakuwa wanamaanisha nini? Kwa Ulaya ama kwenye hii bara la Amerika na mabara mengine ya Asia, unakuta wanakuwa wanalipwa pa hour. Kwa hiyo wanakuwa wanakilipwa per hour, kwamba mfanyakazi anapokuwa anafanya kazi analipwa kwa saa alizofanya. Kama umefanya kazi masaa 6 ama umefanya kazi masaa 7 ama umefanya kazi lisali moja, kwa hiyo unakuwa unalipwa per 1 hour. Kwa hiyo kama ni 20 USD labda per hour kulingana na kazi yako, labda 2 USD per hour unakuwa unapewa ile mshahara wako. Hamna mambo ya mwezi kama ilivyo kwetu. Kwa hiyo hii namba inakuwa ina determine nini? Average hour earning inakuwa ina determine kwamba kile kiasi ambacho average ya watu wanacholipwa kwa mwezi huo ni kiasi gani, itaweza kimeongezeka ama kimepungua. Kwa hiyo average yake imekuwaje? Kile kiasi ambacho wanalipwa kwa watu kwa ndani ya lisali moja kwa watu wote wenye ajira ni kiasi gani, kimeongezeka ama kimepungua. Maana yake kama kimeongezeka, it's a good news for currency. Kama kimeongezeka, yani kwamba ilikuwa ni low ikaongezeka ikawa high, maana yake ni good news for currency na ni good news for Nasdaq. Hii non-farm payroll tushaisoma kwamba unaangalia data ambazo kama zimeongezeka. Unemployment rate, hiyo ndo tumefanya nini, nimetoka kuelezea hapa. Kwa hiyo maana yake ni nini? Ukiona unemployment rate labda hapa ilikuwa ni 4.1 ikaja 4.1, kilichokuja kutoka hapa ikatoka 4.2. Kwenye non-farm ama NFP ikatoka hapa ilikuwa ni 117, ikaja forecasted ikawa ni 137, iliyokuja kutoka ikatoka 228. Tukija kwenye average hour earning 0.2% wakawa ni 0.3%, lakini ikatoka ile 0.3%. Hii hapa imeindicate nini kwenye currency au kwenye Nasdaq? Imeindicate nini? Ni kusell ama ni kubuy? Buy. Sawa, tuko pamoja. Na hii hapa imeindicate nini? Yeye imeindicate kwenye Nasdaq kote ina indicate nini? Kwa sababu gani? Sababu wasio na ajira wameongezeka. Unemployment rate imeongezeka. Okay, sawa. Na hii middle hii ambayo ni NFP yenyewe imeindicate nini? USD iko strong. Kwa hiyo tunafanyaje? Tunabai. Unaona scenario za namna hii. Ukiona scenario zimetokea za namna hii, hii imekuonyesha it's a sell. Hii imekuonyesha it's a buy.
Hii ya ngapi imekuonyesha it's a buy. Ukiona scenario ya namna hii, NFP imetoka ya namna hii, be very careful, be very careful. Anything might happen. Itakuwa inavutana, itakuwa inapanda juu inashuka, inapanda juu inashuka, haitotengeneza ile mwenendo ambao ni nini, ni clear ulionyooka. Na ndio maana kuna watu ambao kuna kitu tulisoma kinaitwa consolidation. Nadhani mnakumbuka consolidation jinsi inavyokuwa. Kwa hiyo wakati mwingine NFP inaweza ikatoka hivi ikatengeneza consolidation, isitengeneze clear movement ambayo inaweza ikawepo. Kumbuka hizi news zinavyokuwa zote zimelenga upande mmoja, kwamba ikawa zote za kubai. Kwa mfano kwenye Nasdaq inaweza ikatembea mpaka pips 500 USD, pips 500. Maana hata mtu ambaye ametumia 0.1 anaweza akatengeneza kiasi ambacho ni nini, ni kizuri sana, lot size. Kwa hiyo ikiwa imepishana hivi, be very careful, usi trade. Ama I will show you nitakapowafundisha namna ya kutrade hizi, how to trade hizi NFP ama calendar news, utatafuta njia ambayo ni nzuri, na utaweza kuwa katika mazingira ya kuminimize riski. Utaweza kujua kwamba hapa nifanye nichukue entry hapa ili niweze kuminimize riski. Kwa hiyo katika mazingira ya namna hii, ukiona labda buy zimekuwa mbili, mfano kama buy hapa, ni kweli hii siku itabai, kama ni Nasdaq itabai, lakini itakuwa itakuwa na movement ambayo ni medium. Itapanda juu kidogo, alafu itavutwa tena chini, itapanda juu. Kwa hiyo itakaa inacheza katika same price. Japokuwa kama mtu ambaye angebai katika mazingira namna hii, ataondoka na profit ambayo ni nini, ni kidogo. Haitakuwa profit ambayo ni kubwa kama ambavyo zingekuwa zote tatu zina indicate kufanya nini, kubai. Kwa hiyo kama zingekuwa hii labda ime indicate labda ni kusell, na hii ka indicate kusell, alafu huyu mwingine aka indicate kubai, maana yake market ingesell, lakini isingekuwa na opportunity ambayo ni nzuri ya kusell. Opportunity ambayo ni nzuri ni zote tatu ziindicate direction moja. Kama ni kubai, zote ziseme ni kubai. Kama ni kusell, zote ziseme ni fanya nini, ni kusell. Ndio utaweza kutengeneza pesa nzuri, na NFP siku hiyo itakuwa nzuri sana. Hata mitandaoni huku mnakowafuatilia trader wengine mitandaoni, mtaweza kuona wanafurahia sana siku ambayo NFP ina indicate kusell peke yake, news zote tatu kwa pamoja. Ama news zote tatu zikiindicate kubai, utaona hata vibe itakuwa ni kubwa sana mitandaoni huko, kwa sababu direction itakuwa itatengeneza opportunity ambayo ni nzuri. My brother, ulikuwa na question na kusikiliza? Au nisha kujibu? Okay. Mwalimu. Yes. Swali langu ni kwamba kama hiyo NFP ilivyotokea hivyo kwenye gold kwenye gold, even kwenye gold, yani hata kama ni kwenye gold, hakikisha zinafanya nini, zinafanana. Sasa hii haijafanana, yani data hazijaweza kutoa upande mmoja wote ambao zimefanana. Hapa natolea tu labda kwenye Nasdaq, lakini wewe unafahamu hata kwenye currency haitofanya vizuri, hata kwenye gold itawavuruga na watu wengi wanaweza wakapoteza. Na kama sikusei, hii NFP ya tarehe 4 hii ilisababisha majanga sana watu walio trade gold. Haikutoa direction ambayo inaeleweka, ilikuja kutoa direction inayoeleweka baadaye, kama nakumbuka vizuri, baadaye ndio ilikuja kutoa nini, direction ambayo inaeleweka, ambayo hizo tutaenda kusoma, nitaenda kuonyesha namna ya kuzipata hizo entries za namna hiyo. I will show you. Lakini ukiona data hazijafanana kama hii NFP jinsi zilivyo, zote zinatoa direction ambayo haifanani, huo unafahamu kwenye gold italeta mvurugano, kwenye Nasdaq italeta mvurugano, na wale ambao watatrade USD watapata mvurugano fulani. Sio sehemu, hayatakuwa mazingira rafiki kwa trader kufanya nini, kutrade. Hapo utakuwa sijui umenipata brother? Haya, okay. Sawa. Twende kwenye ubao wetu, turudi huku news nyingine, twende news inayofuatia. Kwa hiyo hapa initial jobless claim, unemployment, hapa initial jobless claim, na kwenye NFP na kwenye unemployment. Nadhani utakuwa umenielewa. NFP ni sawa sawa na employment. Alafu hii unemployment ina stand vile vile.
initial jobless ni kama unemployment pia. Jinsi tunavyo define initial na huyu unemployment, data zinakuwa zinafanana vile vile. Kwa hiyo hapo usipachanganye, ndio maana nimezifatanisha ili uweze kupata mwanga ambao ni mzuri, ama uweze kuelewa vizuri kwenye hizo news. Kuna news nyingine ambayo ni retail sale. Hii retail sale naifundisha tu, lakini kwa sasa hivi haina impact sana. Yaani kuna wakati mwingine inakuwa iko very low, lakini naifundisha kwa sababu kuna wakati mwingine inaonyesha nini? Inaonyesha impact. Retail sale ni yale mauzo ya retail. Retail ni wafanyabiashara wa rejareja, si ndio? Retail. Zungumza hawa ni retail. Mtaani tunakuwa tunamaanisha wafanyabiashara wa rejareja wa mwisho, wale ambao kwamba wanaenda kuuza kwa consumer moja kwa moja. Kwa hiyo haya ni mauzo ambayo inakuwa based kwa retail, na hii indicator inakuwa ina measure mauzo ya mwezi uliokuwepo kwa muda huo, ama yaliyofanyika kwa muda huo kwenye upande wa nchi, ambayo inakuwa ni indicate kwenye service and goods. Service and goods. Service and goods. Kwa hiyo ina maana indicator inakuwa ina measure consumer spending ambao wamekuja kwenye hapa kununua kwa upande wa nani? Wa retail sales kuangalia. Kwa hiyo tuna measure ile rate ya bidhaa kununuliwa kwenye nchi husika. Kwa mfano hapa Tanzania tukitaka kumeasure kwamba purchasing power ya watu iko vipi, hatutaenda viwandani, kwa sababu viwandani hawaendi watu, wanaenda wale labda ambao ni main supplier na vitu vingine. Tutaangalia yale maduka ya kawaida ambayo yako mtaani, ndio tutakapotaka kupata nini? Report kwamba je, bidhaa fulani ambayo inanunuliwa kivipi, ama service fulani inatumika vipi na watu wa mtaani wa moja kwa moja, ama raia wa nchi husika. Sasa hii retail sale ikiwa high, maana yake ina indicate nini? Ina indicate strong economy. Strong economy, kwamba watu wakiwa wanafanya purchasing, wananunua vitu, wana services, wananunua hizo services mbalimbali, maana yake ule uchumi wa ile nchi unakuwa uko vizuri kama ikiwa high. Kinachoenda strong economy kwenye upande wa USD, kinachoenda kutokea ni strong currency. Strong currency, maana yake kwa upande wa USD retail sale ikiwa high, kwa upande wa USD tunafanya nini? Tuna buy. And retail sale ikiwa low, kwa upande wa USD tuna sell. Same as to Nasdaq. Trade against gold kwanza, SAU USD. Maana yake kama iko high kwenye gold tutafanya nini? Tuta sell. Ikiwa low kwenye gold tuta buy. Kwenye Nasdaq ikiwa retail sale iko high kwenye Nasdaq tuta buy, ikiwa high. Ikiwa low kwenye Nasdaq tutafanya nini? Tuta sell. Kivipi kwenye Nasdaq? Kwa sababu kama hizi company ndio zinazotoa bidhaa, maana yake hawa supplier wanapowapa labda kwa mfano service, kuna company ambazo hazina supplier, wakati mwingine unakuta zinatoa service moja kwa moja. Maana yake kama bidhaa ambazo zipo hazinunuliwi na wale final consumers, maana yake hata mauzo ya company as whole yanaweza yakafanya nini? Yakadrop. Yakidrop yanaifanya ile stock market nzima inaweza ikashake ama ikawa lower. Kwa hiyo ndio maana unaona retail sale ikiwa high kwenye Nasdaq tuna buy, ikiwa low retail sale tunafanya nini? Tuna sell ikiwa low. Hapa sijataka kupoteza muda kwa sababu hii news day to day inaishiwa nguvu. Hata nyie mnadhani mtaiona next month itakapotoka, mtakuja kuona ni kama market hata react inaishiwa nguvu. Inakuwa ipo lakini hamna, nothing happen. Wakati mwingine kuna wakati mwingine ina happen, wakati mwingine hai happen, lakini si shauri kwamba uiwekee nguvu kwa sababu sio news ambayo iko very strong. News inayofuatia twende kwenye bank holiday. Bank holiday hizi ni sikukuu ambazo kwa mfano hapa Tanzania tuna Mwalimu Nyerere Day ambayo watu hawaendi kazini.
biashara, ofisi hazifunguliwi, ofisi za serikali hazifunguliwi, ukienda kwenye bank zinakuwa ziko closed, ukienda kwenye ofisi mbalimbali zinakuwa ziko nini, ziko closed. Kwa hiyo maana yake siku hii tunasema ni no trading activities, no trading activities. Siku hiyo panakuwa there is no trading activities. Mtu anayetaka kutrade NAS 100 siku ambayo kuna bank holiday hatumshauri kutrade, kwa sababu hata zile daily news zinaweza zisiwepo. Kwa mfano, kwa sababu sisi tunatazama kwa upande wa USD news, taarifa ama wanapozungumza kwamba kuna bank holiday, kwa mfano sikukuu ambayo ipo, kuna sikukuu inaitwa Thanksgiving ni news ambayo tunaitazamia, lakini kuna wakati mwingine kuna kuwepo labda na Christmas, market unakuta imesimama. Zote hizi kwenye kalenda wanakuwa wamekuandikia bank holiday. Siku nyingine ambayo inaweza ikawepo, kuna Columbus Day. Hizi ni sikukuu za Marekani ambayo unakuta wamekuandikia bank holiday. Hizi ni siku zote ambazo sisi kama trader tunakuwa hatutake any action. Kwa hiyo ukiona siku wamekuandikia kuna bank holiday, huo unafahamu siku hiyo kwa upande wa gold ama USD ama kwa upande wa Nasdaq and gold hapa kwa na US 30, huo unafahamu kwamba siku hiyo ni vizuri ukakaa nje ya soko, kwa sababu hapato kuwepo na news yoyote. Even the stock market itakuwa iko closed kwa siku hiyo. Kwa hiyo market ikiwa closed ama stock market ikiwa closed, benki ziko closed, ofisi ziko closed, kwa hiyo there is no trading activities kwa siku hiyo. Mnakumbuka tulijifunza zile mambo yanayofanya currency na move, kwamba wanao influence market to move ama currency to move. Unakumbuka economic activities, political activities, social activities na factors nyingine ambazo zinaweza zikawepo. Kwa hiyo hivi vitu visipokuwepo, kama ofisi ziko closed, benki ziko closed na even other stock markets nyingine ziko closed, maana yake hii siku inakuwa sio siku nzuri ya kutrade. Kwa hiyo utasubiri next day. Sasa kuna mwingine anaweza kujiuliza, hii bank holiday ina maana yake kwamba market itakuwa itembei ama itakuwa inatembea? Market itakuwa inatembea na inategemea hiyo ni sikukuu ya nini. Kwa mfano, ikiwa ni sikukuu ya Christmas ama sikukuu ya New Year, mwaka mpya, market inakuwa iko closed, haitembei, iko static, imesimama pale, ni kama imefungwa, ama inavyokuwa Jumamosi na Jumapili inakuwa haitembei. Lakini inapotokea kwa mfano Thanksgiving, market inakuwa inatembea, unless otherwise hii Thanksgiving idondokee weekend. Lakini kama imedondokea labda Monday to Friday, hizo siku za katikati, utakuta market inatembea, lakini itakuwa create opportunity ambazo trader wao unaweza ukazi analyze na kupata kitu ambacho ni kizuri, ukapata trade ambayo ni nzuri. Lakini inapokuwa kwenye New Year unakuta market iko closed, inapokuwa labda news ya Christmas unakuta market iko closed. Mpaka hapo any question? Mpaka hapo kwenye hizi news, twende kwenye news nyingine ambayo inaitwa speech ama presidential speech or meeting. Hii tutakuja kuielewa vizuri sana tutakapojifunza kwa upande wa daily fundamental topics inayofuata, daily fundamentals. Hizi ni speech ambazo unakuta wamekuandikia, labda unakuta kuna Donald Trump speech I mean, au wanaweza kukwambia forms member speech ama speak, wanaweza wakawa wameandika hivi, ama wakawa wamezungumza kwamba Federal Reserve speak, Federal Reserve Chairman speak. Sasa hizi zote unatakiwa upay attention. Kwa mfano tumeona siku ya jana kwamba huyu Federal Reserve Chairman ama chairperson anakuwa yuko very powerful. Unapokuja kuona kwamba kwa mfano muda ambao una trade Nasdaq, nitakuja kukuonyesha muda ambao una trade Nasdaq, Federal Reserve ana speech siku hiyo, huo unafahamu kwamba you should take much precaution, kwa sababu kuna mambo yanaweza yakatokea, hatujui anaenda kuongea nini, ni kitu gani anaenda kukiongea. Kwa hiyo anything might happen na kikaweza kavuruga trade
yako. Sasa nitajuaje hizo speech? Nitaenda kukuonyesha kwenye daily fundamentals. Daily fundamentals utakuonyesha ni namna gani ya kuziona na namna gani ya kuweza ku take precaution ili kuwa katika mazingira ambayo ni nini, ni salama. Japokuwa kwenye trading kwenye forex factor wanakuwa wamekuonyesha kwamba kuna speech ya mtu fulani. Kwa mfano kama hapa tena uzuri iko hapa, unaona kama hapa wanakuonyesha USD saa 12:30 kutakuwepo na Fed Chair Powell speak, anakuwa anaongea. Sasa huko hii haina data kwa sababu haina data kwa sababu hatujui ni kitu gani anaenda kufanya nini, kuongea. Kwa hiyo inapofika huu muda saa 12:25 jioni, ina maana unafahamu kwamba huu muda huu Fed Chair Powell speak, maana yake ni very very important. Inabidi uwe makini, hatujui anaweza akaongea kitu gani. Maana yake akizungumza kitu ambacho ni positive, naomba akizungumza kitu ambacho ni positive kwenye USD, kwa upande wa USD kitafanya USD kuwa nini, kuwa strong, na tutaweza kufanya nini, kubai. Lakini akizungumza kitu ambacho ni negative kwa upande wa USD, sisi itakuwa nini, itakuwa weak, na tutaweza kufanya nini, kusell USD. Hivyo hivyo ina maana kama hii USD imekuwa strong, huo unafahamu hata gold itakuwa nini, itakuwa weak, kwa sababu inakuwa traded against nani, against USD. Kwa hiyo hapa kwenye upande wa USD imekuwa negative, maana yake imekuwa weak, gold itakuwa strong. Kama USD imekuwa strong, kwa upande wa Nasdaq itakuwa buy, itakuwa strong. Lakini kama negative imeongelewa kwa upande wa USD, kwa upande wa Nasdaq tunaenda kufanya nini, kusell. Japokuwa kwa Nasdaq hapa kuna elimu zaidi ambayo unatakiwa uifahamu, kwa sababu huyu Powell anaweza akaongea kitu kisiwe na madhara kwenye USD hapa. Kwa mfano kisiwe na madhara kwenye USD, lakini kikawa na madhara kwa nani, kwa companies ambazo ziko wapi, ziko upande wa Nasdaq. Kwa hiyo unaweza ukaona Powell ameongea kitu fulani, USD haijareact kitu chochote, ukienda kwenye gold haijareact chochote, lakini kumbe ile speech yake kuna kitu ambacho imegusa kwenye upande wa nini, wa companies ambazo ziko kwa upande wa Nasdaq. Hivi vitu vyote utakuja kuvifahamu, wala usiwe na pressure kuhusiana na namna gani nitaweza kufahamu hizi taarifa. Kwa hiyo hizi taarifa ukishazifahamu kwamba Powell amezungumza kitu fulani, inaweza ikakupa picha ya aina fulani. Japokuwa for my experience, mara nyingi Powell akiwa anaongea, mara nyingi wanachokuwa na discuss mara nyingi sana, sio mara zote, mara nyingi sana wanachokuwa na discuss ni interest rate. Asilimia kubwa huwa ni interest rate ama inflation. Ndio mambo ambayo mara nyingi anakuwa anazungumzia Powell, kwamba labda kama kuna kikao labda kinahusiana na interest rate, ama kuna kikao fulani ambayo kuna ripoti ambayo anatakiwa kuitoa kuhusiana na inflation. Kwa hiyo anakuwa anatoa kama ripoti fulani ama speech fulani based on inflation ama interest rate, lakini hayuko committed kwamba lazima azungumzie hivi vitu. Anaweza akazungumzia hata nje ya labda companies fulani ama vitu fulani ambavyo vinadhuru kwa upande wa nini, wa companies. Lakini kuna hapa kwenye speech ama meeting inaweza ikawepo kuna kikao kingine kinaitwa G8 meeting, zile countries ambazo ni very strong. Hapa kuna nchi Canada, kuna France, kuna Italy, kuna nani mwingine, USA, kuna Japan, nadhani kuna Russia and nani nyingine na UK ambao ni Uingereza. G8 meeting. Kwa hiyo kikiwepo kikao kama hiki, lazima tufuatilie, tuwe tunajua kwamba ni mambo gani yanaweza yakazungumziwa. Kama watazungumzia ni topic gani ambao wataenda kuizungumzia. Kwa mfano sisi tunao trade labda mfano Nasdaq, ama una trade labda gold, lazima ufahamu kwamba hiki kikao kina base kwenye nini. Kama kimebase kwenye mambo ya energy, kwamba wanazungumza mambo yanayohusiana na energy ni plus nini, oil, huo unafahamu hata gold kuna uwezekano wa kufanya nini, wa kudhurika. Kwanza nchi ya Canada ipo,
ambayo inahusiana na mambo zaidi. Kwa hiyo unapoona kwamba umezungumzia labda mambo yanayohusiana na energy, wewe unafahamu kama wewe ni gold trader, you need to be very careful, kwa sababu kuna mambo wanaweza kuyagusia moja kwa moja kwenye gold na yaka affect. Lakini kama hiki kikao kinahusu mambo ya economy, wewe unafahamu kwamba hizi companies upande wa Nasdaq inaweza ikadhurika sana, ama upande wa USD ikawa ni nini, ni shida. Lakini kama wanazungumzia mambo labda ya emergency, labda kuna vita ama kuna kitu fulani, sasa ile taarifa tunaitafuta kwamba hii vita wanayoizungumzia ni ya wapi na wapi. Kama wanazungumzia labda migogoro labda kama sasa hivi iliyopo labda China labda na USA, kwa hiyo tunakuwa unafahamu kwamba hii inaweza ikaleta taarifa fulani ambayo ni mbaya zaidi. Kwa hiyo haya yote tutakuwa tunaya control kwa ukishasoma kwenye upande wa nini, wa daily. Ndio maana sipendi kwenye mtu yote anayetaka kufanya forex trading awe na elimu ya kukariri. Usiwe na elimu ya kukariri, kisha unaelewa vizuri. Tufanye kama watu ambao labda wanawekeza kwenye hisa, wanawekeza kwenye stock market na vitu kama hivyo. Sasa kuna question moja ambayo nataka ni ijibu. Kuna mwingine anaweza akajiuliza hivi, maana yake ni kwamba hizi data zikitoka hivi kama ilivyosema kwamba labda kwenye interest rate, mfano labda forms, data zote zimetoka zina indicate kubai. Je, ni mara zote market itabai? Tukija kwenye Nasdaq mfano, market itabai mara zote, ama tukija kwenye upande wa gold ika indicate kubai? Kwa gold mfano imeindicate kubai kwa USD, maana yake hapa tutafanya nini? Tutabai. Kwenye gold tutafanya nini? Tutasell. Alafu hapa tutafanya nini? Hapa tutasell. Interest kwenye Nasdaq tunafanyaje? Interest rate ikiwa high tuna sell kwenye Nas, alafu kwenye gold tuna sell, kwenye USD tuna buy. Am I correct? Umeandikaje jana? Yes, uko sahihi. Jana najua umechukua notes. Kwa hiyo mwingine anaweza akajiuliza hivi, mfano data zimetoka za forms zote zinahusu kusell. Tuanze labda na Nasdaq, zinasema hii interest rate imetoka ni ya kusell. Je, ni mara zote Nasdaq itakuwa ina sell mara zote? Jibu ni ndio, lakini jibu linaweza likawa ni hapana. Kwa sababu gani? Kuna wakati mwingine inatoka forms, unakutana kuna news nyingine ambayo ipo ni big news kwa siku hiyo, ambayo wakati mwingine forms imetoka ikiwa ina sell, lakini ile news imetoka ikiwa ina indicate kufanya nini? Maybe kubai. Mara nyingi hivi vitu vinatokea, news mbaya zile ambazo zinakuwepo mbaya zimevuruga stock market. Mara nyingi inatokea hivyo, unakuta kuna news fulani labda let's say kuna tariffs ambayo ilikuja ghafla na ikavuruga stock market zote zikawa ziko red. Kwa hiyo stock market ama kwenye Nasdaq ukakuta ikawa inafanya nini? Ina sell. Alafu hii forms ikaja ikatoka siku hiyo hiyo ama ndani ya wiki hiyo hiyo ikawa ina indicate kufanya nini? Kubai. Unaweza ukakuta siku hiyo forms imekwambia itabai, lakini kwa sababu kulikuwepo na daily news moja bara ambayo ni kubwa sana kwa siku hiyo, ikatengeneza investors wakawa under pressure, investors wakawa under fear. Kwa hiyo siku hiyo ukaona forms ikafanya nini? Ikasell, kwa sababu ya tukio lililokuwepo kwa siku hiyo ama kwa wiki hiyo linaendelea. Lakini wote akaniashua hiyo, ukiona forms zinatoka 4, mfano labda kwa miezi mingapi, labda miezi 6, forms labda zimetoka 4, huo unafahamu kwa jinsi tulivyosoma hapa 3 news zitaenda vizuri. Lazima zitaenda vizuri. Lazima kama ni kuseli zitaseli, kama zimeindicate kuseli zitaseli, kama ni kubai zitabai, ama wakati mwingine 4 news zote zitaenda direction hiyo hiyo ambayo tumefanya nini? Tumesoma. Sasa you need to be very careful. Usije ukapangawishwa kwamba siku nyingine labda kuna news fulani imetoka ya daily news ukaona imebadilisha soko, afu ukabadilisha saa hii sio hii interest rate inaonekana hii ikiongezeka Nasdaq inabidi to buy. Usibadilishe hivyo, kwa sababu that's the meaning of the stock market jinsi ilivyo, na news zinazokuwepo kwa siku hiyo
zinaweza zika influence hata hii forms kufanya nini, kubadilisha direction. Lakini wote akaniassure you kama zitatoka news 4 labda kwa kipindi labda cha miezi 6 au miezi 6 au miezi 7, huo unafahamu news zote 4 zitaenda direction ambayo ni correct, ama 3 news zitaenda correct, ama moja tu ndio inaweza ikafanya nini, ukapishana nayo katika direction yake. Kwa hiyo be very careful. Kwa hiyo hii ina apply kwenye news zote, ina apply kwenye news zote ambazo tumefanya nini, tumezisoma zote, ambazo tumezisoma ina apply kwenye news zote. Japokuwa sasa kwa sababu tunaenda kujifunza namna how to trade hizi news, tutakuwa na 2 methods. Kwa hiyo kuna method moja ambayo you can't miss any opportunity, whether imebadilika direction ama whether imefanya vyovyote vile, unaweza ukatengeneza faida kama utaweza kutulia na kuielewa hiyo njia kwa uzuri sana, na ni njia ambayo hata risk yake iko very low. Kwa hiyo tutaenda kuisoma na utaweza kuielewa vizuri sana. How about hizi fundamentals za kalenda? Umezielewa vizuri ama kuna changamoto yoyote nyingine? Najua ukishasoma upande wa daily fundamentals tutakuwa tumemaliza mchezo mkubwa sana. Naamini kama umeweza kunielewa hapa vizuri, daily fundamental utanielewa vizuri, kwa sababu daily fundamental tutaenda deep. Gold tutaenda deep, Nasdaq tutaenda deep. Hata hizo kwenye USD, kwa sababu chimbuko ni USD, lazima tuende deep kidogo kwa upande wa USD ili uweze kupata picha. USD itaiathiri vipi Nasdaq, USD itaiathiri vipi gold, itaiathiri vipi USD30. Pote utaweza kuelewa vizuri na utaweza kutrade katika njia ambayo ni sahihi. Kumbuka hili darasa letu ama kwenye forex pote ambako utaenda kujifunza, ama labda unasoma huko ama before ulishawahi kujifunza forex, haina kitu kinaitwa yani kwamba natakiwa nisome kitu kimoja hicho ndo kinipe matokeo. Hapana. Kama hapa tunavyosoma, unaweza ukaona tunasoma calendar news, tunaenda ni kama tuna doti fulani hivi, ambazo hizi doti ili uweze kutengeneza mstari you need to connect hizi doti hivi ndio mstari wako uweze kukamilika. Lakini kama zitabaki doti hivi, doti moja na ukawa umesoma hizi doti moja tu, ukasoma labda hii hapa, alafu ukajump hizi ukaenda kusoma hapa, huo unafahamu kwamba matokeo yako yanaweza kawa ya kusuasua. Kwa hiyo hakikisha una connect point. Isitoke NFP ukakimbilia tu kwenye kuangalia nini hizi data za previous, forecast and actual, ukasahau kwamba kuna daily news kwa siku hiyo. Wakati mwingine trader wa namna hiyo wapo, anasahau na amefundishwa kwamba kuna wakati mwingine news ya daily inaweza ikawepo. Kwa mfano kama ikawepo tariffs siku hiyo, wewe unafahamu kwamba hata hizi previous forecast zinaweza zikawa against kwa sababu ya nini, ya news ambayo ipo. Ama kuna wakati mwingine kuna kitu umefundishwa kinahitaji connect points ama connect knowledge yako kwamba kuanzia mwanzoni natakiwa nifanye hivi. Usihusishe miemko kwenye maamuzi yote ambayo unakuwa unayafanya hapa darasani ama unajifunza hapa darasani na unakuja kutake action kwenye trade. Usihusishe miemko ama usihusishe maamuzi ya moyo. Maamuzi ya moyo ni ya mapenzi tu, lakini unapotaka kufanya vitu vinavyokuingizia pesa lazima uhusishe akili. Lazima akili ihusishe, brain lazima ihusishe hapo. Lakini kama unataka for love, unataka kufanya vitu kwa ajili ya mapenzi, kama una date fulani hivi, huo ni moyo ndio unao decide kwamba umpende nani usimpende nani. Lakini kwenye forex hapa achana na mambo ya kutanguliza moyo, tanguliza akili. Na ukumbuke, ndio maana nasisitiza sana watu muandike hapa. Make sure unaandika ili tufanye vitu ambavyo vifanye nini, vimenyooka vizuri sana. Any question mpaka hapo tulikofikia? Hapa siwezi kwenda, nataka tuende how to trade, lakini siwezi kuanza tena hapa kitu kingine kipya. Muda wetu umebaki kidogo, nitashindwa kudeliver hata kitu kimoja, sitaweza kukimaliza hapa. Naomba nipate question hapa, kama kuna question ama comment. How about hizi daily fundamental mpaka calendar fundamental mpaka sasa hivi tulipojifunza mpaka muda huu, imeeleweka vizuri? Ambazo tunatakiwa pay attention, news ambazo tunatakiwa kupay attention sana. Ya kwanza ni forms, namba 2 ni CPI, namba 3 ni NFP, namba 4 ni PPI. Hizi ni news ambazo unatakiwa uzitazame vizuri sana, kwa sababu ni news ambazo zinafanya nini,
zina react sana. Nitakuja nikuonyeshe namna, tukifika kesho tunaenda kusoma namna ya kutrade hizi news, namna ya kutrade, japokuwa hatujajifunza technical analysis ya Nasdaq, hatujajifunza technical analysis ya gold, hatujajifunza na upande wa US30, lakini naamini mtaelewa tu vizuri, kwa sababu siwezi kuruka hii topic ya how to trade hizi news afu niende kufundisha kitu kingine kipya, nije nifundishe how to trade hizi news tena tukishafika kusoma technical analysis, inaweza ikatusumbua sana. Kwa hiyo nimeona niunganishe hapa. Kesho tutajifunza namna ya kutrade hizi news. Nitakuonyesha technically character zake zinakuwaje, ili uweze kuwa unaweza kutrade hizi forms CPI, NFP na PPI. Lakini news nyingine, kwa mfano ilivyo retail sell, ilivyo news nyingine, tumezungumza about news gani nyingine? Hizi speech hizi ziko katika daily, kwa hiyo siwezi kukuwekea hapa kwa sababu hazina data, lakini news ambazo ni strong, zingatia sana hizi news, zina impact sana kwenye nini, kwenye soko la forex. Kesho nitakuonyesha vizuri. Another question kama lipo.